vya Nyakabindi kushiriki katika uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo na kilele cha kongamano la wafugaji 2025. Tuendelee kuwaomba uwanjani kuwa watulivu ili kutoa nafasi kwa ratiba ya upande wa pili, eneo ambalo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anawasili katika viwanja hivi vya Nyakabindi hapa Bariadi mkoani Simiyu kushiriki uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo na kilele cha kongamano la wafugaji 2025. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana Nyakabindi. Kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, mbunge, waziri wa mifugo na uvuvi, akukaribishe na atoe maelezo ya utangulizi. Kwa heshima na taadhima, karibu sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Karibu sana kwenye tukio hili la kihistoria ambalo unakwenda kutuzindulia kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kwa nchi nzima. Na Mheshimiwa Rais, kabla hujafika kwenye uzinduzi, tumeandaa mabanda matatu ambayo tunakuomba kwa ridhaa yako uweze kufika uwaone, na hawa ni wazabuni wetu ambao wametuletea chanjo tunayokwenda kuipeleka kwa mifugo yetu. Lakini pia tunao walioandaa ile kumbukumbu tunayokwenda kuiweka kwa mifugo yetu, kwenda kuwatambua mifugo yetu yote ambayo tunayo hapa nchini, na tunaye mzabuni wetu. Tunatamani tupate maelezo hayo. Ukituridhia Mheshimiwa Rais, karibu sana ili tuanzie kwenye mabanda. Zinasaidia mfugaji kuweka kumbukumbu zake kwenye mfumo wa utambuzi, na zinazalishwa hapa nchini. Tunazinunua raw material kutoka Ulaya, lakini tunazalisha hapa nchini, na hereni hizi kwa vyovyote vile zinatambulika kwa namna ya utaifa, mkoa na halmashauri na namba ya mfugaji ya mfugo wenyewe. Ni hereni ambayo ikishavalishwa kwenye sikio la mnyama haitoki kwa miaka 15 mpaka atakapotimiza umri wake. Inadumu, na tuna uhakika kukuhakikishia kwamba si hereni ambayo ina mashaka yoyote katika matumizi kwa sababu ya masupplier wetu, lakini teknolojia ambayo tumeadopti kama wazalishaji wa ndani. Haiwezekani kabisa Mheshimiwa Rais kutoka, inakuwa locked mara moja, na baada hapo haiwezi kutoka tena mpaka siku mnyama anachinjwa. Naam. Itakuwa imetoka na muda wake utakuwa umemalizika. Karibu sana Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Jina langu ni Furaha Kabuje, ni kaimu mtendaji mkuu wa Wakala ya Maabara ya Veterinari Tanzania. Wakala ya Maabara ya Veterinari Tanzania iko chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi,
na mojawapo ya majukumu ni kuzalisha chanjo. Tunazalisha chanjo kupitia taasisi yetu ya kiwanda cha chanjo kilichopo pale Kibaha. Tuna chanjo aina 7 sasa hivi tunazozalisha. Ya, tuna chanjo aina 7 mpaka sasa hivi ambazo tunazozalisha na kuzisambaza kwenye masoko. Ya, tulianza na chanjo aina 1 mwaka 2012 wakati taasisi ya chanjo Kibaha inazinduliwa, ambayo ni hii hapa, chanjo ya kideri. Kwa hiyo baada ya hapo tukaendelea na kutengeneza chanjo zingine mpaka sasa hivi tunazo chanjo aina 7. Chanjo ya pili ni ile ya homa ya mapafu ya ng'ombe, homa ya mapafu ya mbuzi, chanjo ya chambavu, ya kimeta pamoja na ugonjwa wa kutupa mimba. Sasa hivi tuko kwenye final stages ya majaribio ya mwisho kwenye chanjo ya aina 2. Moja ni ya sotoka ya mbuzi na kondoo, na pili ya chanjo dhidi ya mapelengozi ya wanyama. Na 3 tuna chanjo nyingine ya kidonge ya mdondo. Chanjo zetu tunazalisha, tunafuata miongozo yote ile ya kimataifa na ya ndani. Ndani tunasimamiwa na TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. Kwa hiyo tunafuata miongozo yao yote, na kila wakati wamekuja wanatukagua, tunaendelea. Kwa nje tunakaguliwa na tunafuata miongozo tuna kituo cha kimataifa cha kudhibiti ubora wa chanjo kiko Ethiopia, maarufu kwa jina la PAMVAC. Hao ndio ambao tunafuata miongozo nao, na wao kila mwaka wanakuja wanatukagua kuangalia tunafuata ule ubora. Na ulimwenguni tunalo shirika la afya ya wanyama ulimwenguni ambalo na lenyewe wanao miongozo yao tunataka kufuata. Kwa hiyo tuna compliance ni katika level yote, ndani na nje tunafuata yote. Alafu lingine labda ni upande upande wa usambazaji kwenye chanjo zetu. Labda nitumie muda huu kukushukuru Mheshimiwa Rais kwa serikali chini ya uongozi wako. Serikali imewekeza bilioni 2.5 kwa ajili ya kuanzisha maabara ya kisasa kwa ajili ya magonjwa yatokanayo na virusi ambayo yanaathiri wanyama. Ujenzi wa kiwanda hiki unaendelea pale Kibaha. Kwa hiyo tukushukuru sana Mheshimiwa kwa kutilia uona umuhimu huu wa kuwekeza kiasi hicho cha fedha. La 3 ni vile tunashiriki kwenye mpango wa chanjo kitaifa. Kama nilivyokuambia tuna manage ule ubora wote. Kwa hiyo na sisi tushiriki kwenye zabuni. Zabuni yetu tunasambaza dozi milioni 8.8 za chanjo aina ya homa mapafu ya ng'ombe. Tunasambaza katika mikoa 8. So far tumeshasambaza katika mikoa 6. Tunamalizia hii miwili ambayo kwa wale ng'ombe wanaochanjwa response iko positive, kuna complications zinatokea, percentage. Okay, kama mzabuni huwa anachofanya naifikisha chanjo kwenye halmashauri, wanahifadhi, alafu of course na sisi tutaendelea kufuatilia kwa sababu tungependa chanjo yetu tuone inaendelea vizuri. Yeah. Kwa kifupi, nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Karibu Mheshimiwa. Kwa majina naitwa Christine Sokoine. Mimi ni mkurugenzi wa kiwanda cha uwekezaji ambacho wamejenga kiwanda pale Kibaha pia. Kiwanda hichi kimejengwa katika eneo la serikali, eneo la viwanda la NDC, la shirika la maendeleo. Uwekezaji huu ni unagharamia kama kiasi cha shilingi za Kitanzania, dola za Kimarekani, dola milioni 20. Ni kiwanda kikubwa Afrika, ni kiwanda cha kisasa. Tunacho kibali cha kuzalisha chanjo kama 29 hivi. Sasa hivi tumesha sajili chanjo 8. Na chanjo zetu hizi tumeshaanza kuuza ndani na nje ya nchi. Nchi ambazo tumesambaza ni kama Kenya, Eritrea, Mongolia, Israel, Botswana, Namibia, Ghana. Tunaendelea na usambazaji katika nchi nyingine, na tunashukuru sana serikali kwa kuwa na mpango huu wa chanjo. Kwani tulipoanza hichi kiwanda mwaka 2019 tulikuwa na ukwamo wa kuuza nje ya nchi, kwani walikuwa wanatuuliza tunaomba record za wapi mmechanja nchini kwenu. Chanjo hii inafanyaje kazi nchini kwenu? Kwa hiyo kwa kuwa na mpango huu wa chanjo
Ina maana zile nchi, hasa nchi za Uarabuni, wataweza sasa kupata rekodi ambayo tutawapatia ili waziamini chanjo hizi. Chanjo hizi zina ubora wa kimataifa na tuko pia chini ya EPZA. Hivyo vifaa vyote unavyoviona vya ujenzi wa kiwanda hichi viliingia kwa msaada wa serikali, hatukulipa kodi na tunapata ushirikiano mkubwa kutoka taasisi zote za serikali. Sasa kuhusu namna gani chanjo inafanya kazi kwenye soko, nimeambatana na mtaalamu wangu veterinary Dr. Kimori, labda anaweza kusema detail kidogo kwa nini chanjo wakati ni sasa. Asante. Mheshimiwa Rais, kama alivyosema mkurugenzi wetu, kiwanda chetu cha chanjo hiki ni kiwanda cha mwekezaji kutoka nje, lakini watumishi walioko pale wanaofanya zile kazi za kitaaluma ni watu wa Tanzania wenzetu. Sisi katika taaluma yetu tunaamini kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hivyo tumejikita zaidi kwenye kukinga, ambao kwenye kukinga ndio dunia inaelekea kuleta ile ufugaji endelevu. Kupitia chanjo tunaona kwamba tunamfikia mpaka mfugaji mdogo, mkubwa na wakati. Kwa nini tumefanya hivyo? Sisi tumezingatia hiyo kwenye line yetu ya uzalishaji. Kwa hiyo tumeanza chanjo ndogo, dozi kubwa, dozi ya kati. Hivyo pia inakwenda kusaidia bei. Mfugaji mwenye ng'ombe 50 hana sababu ya kununua dozi ya ng'ombe 100 kutupa hiyo pesa nyingine hapo. Lakini pia tunaangalia sasa hivi dunia inapambana na matumizi yaliyokithiri ya antibiotics. Kwa sababu katika siku za kuishi lazima haiwezi kupita siku binadamu wa kawaida hajala kitoweo ama hajala mazao yatokanayo na mifugo. Kwa hiyo tukikinga mifugo kwa kutumia chanjo, tunakuwa tumeikinga afya ya jamii. Na sisi tumejipanga vizuri sana katika kuhakikisha kwamba chanjo zetu zinamfikia mpaka yule mfugaji wa mwisho zikiwa zimekidhi ule ubora na usalama. Kwa maana kama swali uliouliza hapo, mfugo asipokee chanjo akiwa mzima baada ya siku 2 ameugua. Kwa hiyo tuna kitu tunasema tumetengeneza distribution channel. Tunao madistributor wakubwa kila mikoa. Kwenye wilaya tunao sub distributor. Baada ya sub distributor tunao watu wanaitwa vet shops, maduka yale madogo madogo. Kwa hiyo kuanzia chanjo inazalishwa mpaka inamfikia mfugaji, tumejipanga. Tuna kwa kitu kinaitwa mnyororo wa thamani, kwa sababu chanjo ni bidhaa ya kibiolojia ambayo wakati wote inaposafiri inahitaji kuwa kwenye ubaridi ambao unahitajika ili kuleta kutafasiri wa ubora. Na ndio maana unaona tumeweza kuuza mpaka kwenye hizo nje ya nchi na nchi nyingine ni stringent country, kwa maana ni nchi ambazo ile level yao ya ubora na cut point ni kubwa sana. Nakushukuru. Asante. Karibu sana mheshimiwa. Mimi naitwa Salim Msele, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Novabi, na mwenzangu mtafiti mkuu Profesa Wambura. Sisi ni wazalendo hapa nchini. Kwanza mheshimiwa, naomba nikushukuru na serikali yako tukufu kwa wema wako. Kwanza umeweza kutoa hii tenda, hii zabuni kwa wananchi, imewafikia mpaka wale wa chini kabisa wanaofuga kuku. Hili ni jambo kubwa sana mheshimiwa. Umeweza kuwasaidia familia nyingi sana kwa hiyo. Na hii ni kutokana na wema wako mama. Basi sisi tunatengeneza hii dawa sisi katika kiwanja chetu wenyewe na ni kampuni yetu wenyewe, na tunajitahidi. Na hii chanjo ni chanjo ya kipekee dunia nzima mama, hakuna chanjo kama hii. Hii ni chanjo, kuna magonjwa inatibu, inakinga magonjwa 3 ambayo ndio magonjwa muhimu kwa kuku 3 moja: magonjwa ya mdondo, ndui na mafua. Haya ndio magonjwa yanayomaliza sana kuku. Sasa ukiangalia bei yake, bei ya kuku wa broiler au bei ya ni 10,000 wa kisasa. Bei ya kuku wa kienyeji 25,000. Chanjo shilingi 40,000 kumchanja kuku mmoja. Kwa hivyo kweli hii haitoshindikana kufika nchi nzima, na wewe umetufungulia milango, kwa sababu tunasambaza, tumepeleka hizi tenda katika wilaya zote 184, ni halmashauri zote 100. Kwa hivyo na hili tumelifanikisha vizuri. Kwa hivyo mheshimiwa, hii tunauza shilingi 8,000 kwa ya chini kabisa. Ukigawanya unapata dozi shilingi 40,000, shilingi 40 kwa dozi moja. Sasa mheshimiwa, sasa hivi tukipata hii hela ambayo utatupatia, tutayari tumeshatayarisha michoro kila kitu. Tunataka kujenga kiwanda cha aina yake ambacho kitakuwa hapa katika East Africa hakuna, na kwa kuanzana na hiyo, alafu tutachukua mkopo kumalizia machinery. Lakini mheshimiwa, tuna matatizo hapo sisi katika kiwanda tulichojenga so far.
na kiwanda cha dawa tumejenga, tumelipa VAT na kule TIC hatukupata msaada wote. Kwa nini hatukupata msaada? Kwa sababu hatumo katika VAT, hatujasajiliwa. Tukiomba kusajiliwa VAT tumekataliwa kwa sababu hatuna marejesho ya VAT. Lakini VAT ni haki yetu. Ni haki yetu kwa ajili kusajiliwa katika partial VAT. Hapa mheshimiwa, tunaona kwamba tukijenga tutakuwa mzigo mkubwa umetuelemea. Unasikia wenzetu hao wa nje kutoka kampuni ya nje imesamehewa kodi zote. Sisi so far tumejenga kiwanda kingine cha dawa, na tukimaliza hicho kiwanda cha dawa itakuwa dawa zote za veterinary zinakuwa produced hapa nchini 100%. Na ukimaliza na chanjo hii, tunazo chanjo kama 10 na tutamaliza magonjwa yote, tutakuwa hatutegemei kuagiza chochote kutoka nje. Vipi sisi tusikubaliwe kuingia katika VAT na tukafanya partial VAT na tukasamehewa hii kodi? Na kwa nini tunashindwa sisi kuingia katika TIC? Hatufaidiki. Kwa hivyo tunaomba msaada wako huo, na hilo nakuomba utusaidie mama, hilo ulichukue. Basi tunakushukuru sana mama kwa msaada wako. Asante sana mama. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, nichukue fursa hii kukukaribisha sana katika banda hili la Union Meat Group, ambacho sisi ni kiwanda cha nyama kipya kiko mkoani Pwani. Tunajishughulisha na kuchinja kisasa na pia tuna export nje. Mheshimiwa, hii ni kutokana na matokeo yako katika kuyatafuta masoko. Mheshimiwa, nikukumbushe ulipokuwa Oman, ulipoingia madarakani, na mimi nilikuwa mmoja wapo, nilikuwa mwajiliwa wa serikali, nikaamua kwenda kutembea na mimi Oman, na hiyo safari yako huko ndo nilitokea na hilo wazo, kwa sababu katika uhitaji mkubwa Mheshimiwa ulisisitiza nyama. Kwa maana hiyo niliona hiyo ni fursa, na kweli Mheshimiwa, mpaka sasa niseme hii ni mtoto wako kutokana na uhamasishaji. Ndani ya kuanzia 2022 mpaka mwaka jana mwezi wa 10 tumekamilisha kiwanda hiki ambacho kimegharimu dola za Kimarekani milioni 10, ambapo ni sana bilioni 27 za Kitanzania. Mheshimiwa, kiwanda hiki mimi kama mkurugenzi, lakini ni miongoni mwa wamiliki, lakini nimeshirikiana na wawekezaji wengine kutoka Kenya. Mheshimiwa, kama itakupendeza, tutakukaribisha sana kukizindua rasmi. Pamoja na hayo Mheshimiwa, ninaishukuru sana Wizara ya Mifugo kwa uongozi wote, kuanzia waziri na makatibu wakuu wote. Kwa kweli wamekuwa msaada mkubwa sana ndani ya kipindi cha miaka miwili. Mheshimiwa, sikukosa jambo, sina cha kulalamika. Wamenitetea, wamenisimamia, na sasa nina vibali vya kuweza kupeleka Oman, na ninapeleka Oman, napeleka Qatar, napeleka Kuwait, napeleka Bahrain. Tumepata kibali sasa kutoka Dubai, tutaanza na bado wizara inapambana ili tupate kibali cha Saudia pia Mheshimiwa. Pamoja na hayo Mheshimiwa, kutokana na huu mradi kiwanda tumefanya mpaka sasa, ajira zilizo rasmi na ambazo haziko rasmi Mheshimiwa ni kama karibia 820 wa Tanzania wananufaika na mradi huu. Lakini kutokana na hiyo Mheshimiwa, kodi VAT mpaka sasa ambayo tumelipia, kiwanda hiki nimesahau kuintroduce, tumesajiliwa na TIC, tuko TIC. Kama mwenzangu alivyoongea, TIC hatupati misamaha ya mashine kwa zote, lakini mpaka sasa tumechangia kiasi cha bilioni 1.5 kwa kipindi cha 2023-2025 zimelipwa ziko. Lakini Mheshimiwa, pamoja na hayo, katika mradi huu tumeshafanya CR, Community Social Responsibility. Mheshimiwa, kwa jitihada zako tuliona tukusupport, tumejenga kiwanda cha hospitali, kiwanda tuseme dispensary
tumejenga hospitali karibia na kiwanda. Hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kufaidisha wanakijiji walioko kule, kwa sababu tuliona hakuna hospitali pale, tukaona kitafaidisha. Lakini sasa pia wafanyakazi sisi tutafaidika pia na mradi huo. Tunafanya taratibu za kukikabidhi, pia tunakukaribisha sana 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 katika kuzindua hivyo vitu viwili, kiwanda na dispensary. Asante mheshimiwa. Hongereni sana. Asante. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kupita kwenye vibanda hivi ambavyo tuliviandaa, na sasa tumefika eneo mahususi ambalo uzinduzi utaufanya hapa. Mheshimiwa Rais, tukushukuru sana kwa kuturidhia kutupatia shilingi milioni 216 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu ambao ni programu ulioiridhia ya miaka 5. Inaanza mwaka huu, mwaka 2025, na tutahitimisha mwaka 2029. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka huu umeturidhia kutupatia shilingi bilioni 69.2 ili tuweze kufanya matukio yote mawili ya chanjo pamoja na utambuzi. Mheshimiwa Rais, kama ulivyosikia pale, viwanda vyetu ndio vimetoa chanjo hizi. Tumewapa viwanda vyote vya ndani kuleta chanjo, na tutatoa chanjo kwa ajili ya kuku kama ulivyoona ile 3-in-1 ambayo tunatoa kwa ajili ya kuku zetu za asili milioni 40 kwa nchi nzima. Mheshimiwa Rais, na uliridhia kwa chanjo hii ya kuku, umesema ikatolewe bure kabisa bila mchango wowote kutoka kwa wafugaji wetu. Tunakushukuru sana sana. Mheshimiwa Rais, chanjo ya pili ambayo tunakwenda kuitoa ni ya 3 sasa, kwa sababu hizi ziko 3-in-1, tunakwenda kwenye chanjo ya 4, ni chanjo ya sotoka ya mbuzi pamoja na kondoo, ambayo nako tunakwenda kutoa chanjo kwa mbuzi na kondoo milioni 17. Na kwenye chanjo ya mbuzi na kondoo, Mheshimiwa Rais, uliridhia kuwapa ruzuku wafugaji wetu, ambapo thamani au gharama ya chanjo ni shilingi 600, lakini umeridhia wewe umetoa shilingi 300 na wafugaji wetu watachangia shilingi 300 ili tuweze kufikia mbuzi na kondoo milioni 17. Mheshimiwa Rais, tunakwenda kwenye mfugo wetu wa 3 ambako tunakamilisha chanjo yetu ya 5, nazo ni ng'ombe zetu. Mheshimiwa Rais, kwenye ng'ombe tumepanga kwenda kuzichanja ng'ombe milioni 19,97,223 ili tufikie lile lengo tulilopewa na mamlaka yetu ya wanyama duniani, ambayo inatutaka angalau 70% tuwe tumechanja ili tupate ithibati ya kuturuhusu kupeleka mifugo yetu pamoja na mazao yake nje ya nchi. Kwa Mheshimiwa Rais, tunakuomba pamoja na uzinduzi wa chanjo hii, tutakuomba pia ukabidhi pikipiki 700 ambazo zote zimeshafika, na tumeleta pikipiki 120 hapa Bariadi Simiyu ambazo zitagawiwa kwenye halmashauri zote za kanda ya Ziwa. Kwa zote 120 zimefika. Mheshimiwa Rais, tutakuomba pia uweze kuwakabidhi vishikwambi. Tumenunua vishikwambi 4,500 kwa sababu wafugaji wamekubali sasa kuondoka kwenye ufugaji wa asili, tunakwenda kwenye kufuga kibiashara, ili taarifa za mifugo yetu zitakapochanjwa zote taarifa zao ziweze kuwa za kidijitali. Popote ulipo Mheshimiwa Rais, ukiamua hata wewe unaweza kubofya na ukaona ndani ya siku 2-3 zijazo tumeshachanja mifugo mingapi. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako na utusamehe sana sisi wizara, ng'ombe hao wawili wanachanjwa leo mbele yako, ndio unatuzindulia, na ng'ombe hao wawili mmiliki wake ni mfugaji namba 1 ndani ya taifa letu la Tanzania, na si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hii ndio zawadi yetu, kwa sababu tunafahamu kwenye desturi na mila za Watanzania, utakapofika mgeni kama hatochinjwa kuku atachinjwa mbuzi. Sasa sisi tumeamua kukupatia ng'ombe hao wawili,
na hii pia ni kuwathibitishia wafugaji wetu ambao wachache bado wana wasiwasi na chanjo hizi. Tumewaambia tumeanza na ng'ombe za mfugaji namba 1, kwa hiyo chanjo yetu ni salama kabisa. Twende tukaichanje mifugo yetu. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya, naomba sasa niwaombe viongozi wengine tusogee upande huu ili Mheshimiwa Rais sasa twende hapa tuendelee na kazi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ilivyoelezwa na waziri mwenye dhamana, kwa heshima kubwa tutakuomba ubonyeze kitufe ikiwa ni ishara ya uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo. Makofi mengi na vigelegele. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anazindua kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo leo tarehe 16 mwezi wa 6 2025. Mheshimiwa Waziri, karibu tuendelee. Asante sana. Mheshimiwa Rais, baada ya uzinduzi huu kitasimama kibonyeze Mheshimiwa Rais tena. Tunakizima, yes. Mheshimiwa Rais, sasa tunakuomba ushuhudie madaktari wetu wa mifugo wakiwa wanatoa chanjo kwa mifugo yetu. Naomba Mheshimiwa viongozi tupungue kidogo ili tutoe nafasi tupate picha nzuri ya Mheshimiwa Rais akiwa anashuhudia tendo lile. Kwa Mheshimiwa Rais, hapo sasa ndio uzinduzi wa utambuzi ambapo taarifa zetu sasa zinaonekana. Ukisha skani inaonekana. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba kwa picha kumbukumbu, naomba abaki Mheshimiwa Rais peke yake tuweze kupata picha nzuri. Mfugaji namba 1. Naomba viongozi wengine tafadhali tusogee pale chini kwenye tukio la kukabidhi pikipiki na vishikwambi. Naomba tusogee kwenye tukio la kukabidhi pikipiki na vishikwambi. Tukio linafuata Mheshimiwa Rais. Tukio linalofuata ni Mheshimiwa Rais kushuhudia chanjo kwa kuku.
Asante. Mheshimiwa Rais, baada ya kuzindua kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo, kwa heshima kubwa tunakuomba ukabidhi pikipiki pamoja na vishikwambi, pikipiki 2 pikipiki katumike kwa wafugaji. Sawa. Hatukatai ukipakilia mama kwenda hospitali, kwenda wapi, lakini katumike zaidi kwa wafugaji. Sawa, eh? Haya. Mwanangu. Pikipiki. Yule mkwe wangu asija akakwambia niazime mara moja wewe ukaacha kazi, pikipiki kabeba baba anakwenda nayo anakotaka. Pikipiki ni ya kazi. Sawa? Haya, asante. Asante Mheshimiwa Rais. Tunaomba ukabidhi vishikwambi kwa niaba ya wafugaji wengine. Hongera sana. For record purposes, tunaweka database ya mifugo Tanzania. Kwa hiyo kila mnapochanja na kila mnapovisha lazima mchukue. Sawa? Haya, asante. Asante. Marhaba, salama. Haya, na wewe hivyo hivyo. Nadhani mmeshambua madhumuni ya vishikwambi. Kwa unaweza kufanyia kazi zako, lakini kazi hasa ni ile tulioikusudia. Tuwe na database nzuri ya nchi yetu. Sawa, eh? Haya, asante. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.